Yo, another day, another episode. Karibu sana kwenye GAME Pod, The Game Podcast. Sehemu ambayo tunazungumza mambo mengi sana, especially kwa vijana, tujue namna gani ambavyo tunaweza kujikwamua katika swala hili zima la kupata ajira na vitu vingine kama hivyo. Na leo niko na my brother ambaye tutaongelea vitu ambavyo ni kila siku vinatokea katika mitaa yetu. Nisiwe mzungumzaji sana, acha nimekaribishe. Karibu sana brother. Thank you so much my brother. Mambo vipi? Kama kawaida tu kwani? Kwema kabisa. Mungu mwema sana. Ni kitambo tangu nikuone. Yeah, kitambo sana. It's been years, huh? Yeah, 2022 nadhani. Yeah. Zamani sana. Ni muda sana. Kitambo kweli. Yeah, sure. Nataka tupe introduction. Mimi tayari nakufahamu. Sasa kuna watu inawezekana hawajui ujamani nani. Tupe introduction yako, unafanya nini? Yaani ile deep, mtu hata akikuona anajua kwamba this guy anafanya 1 2 3. Okay. Kwa urahisi zaidi. Mimi naitwa Kevin au popularly known can say Mr. PC. Mr. PC Digital Solutions. Kwa mimi mostly na deal na software services na pia mostly upande wa games. Kwenye games, installations, gadgets, that's what we do. Yeah. Ulianzia wapi mpaka kuona sasa games zisishie tu juu ikawa kama biashara? Iliona demand, okay. Yani maana at first ilikuwa sio kwamba nilitaka mostly anza kudeal na games at first. Yo games ilikuwa ni kama just something ya pembeni ya kusaidia kuingiza income, but the main focus ilikuwa ni kwenye upande wa software services, install Windows, troubleshooting, fixing, selling PC gadgets. But demand ile ikaongezeka kwamba watu unafika ile point mtu anasema okay, mimi na PC yangu hapa natumia tu kusoma, kumbe I can also use it kuchezea games. Kwa hiyo pale ndo okay, mtu mmoja nitamwekea, atasema okay, games zimeingia kwenye PC yangu nacheza vizuri. Ataona mwenzake atasema okay, na mimi nataka hivyo. Kwa hiyo nikaona sasa ile demand inazidi kuwa kubwa, watu like okay, kumbe naweza pia kutumia PC yangu for entertainment, sio lazima niwe na console or something like that kucheza. So from there ikaona okay, kwa kucheza game kwenye PC ni lazima iwe gaming PC au PC ifikishe vigezo fulani hivi? Not really. So lazima iwe gaming PC, contrary to what most people wanafikiri. Maana it depends na aina ya game. Kuna baadhi ya games ambazo zinahitaji specific requirements ili kucheza. Ila PC at least kwanza uwe na PC tu at least kama 4GB RAM, unacheza zile low end games, you know. Ambazo of course yani mtu kama ukitaka kucheza hizi games kubwa, hizi popular titles kama FC26 hizo, hapo sasa ndo inabidi uwe na PC ambayo ni high end kidogo. Alafu kuna kama notion fulani wanasema mtu ambaye anauza hizi PC then anajihusisha na mambo ya game anakuwa ni noma sana, yani uwezo kabatu naye kwenye game yote any mission game, yani uwezo kubatu naye kabisa. Hapana, it's not true. Yani it's not true. Yani of course in some sense, mfano kama labda niongelee mimi personally game ambayo unakuta nacheza most of the time ni kama FC26. Ila unakuta nacheza mara kwa mara, but sio kwamba mimi ni like pro level, no. I just enjoy playing it. Nitacheza pia missions, games and missions or story once in a while, but sio kwamba ile ukutana na mtu ambaye ni pro kwamba like hey, you're unbeatable, no. Maana sasa ile it needs a lot of time, inahitaji uwe na invest muda wako, dedication, practice, kujifunza. So inabidi sasa kuangalia balance ile, inakuwa tu just something just to relax, umetoka kazini hivyo. Yeah. Yani kutoka utotoni ulikuwa na passion ya games na nini, au kwa sababu ya demand sasa watu wanataka hivi na hivi ukajikuta unaingia mazima sasa kama biashara? Yeah. Tokea zamani. And since I was a kid, games nilikuwa napenda sana kucheza games. Cheza sana games, Vice City zile, cheza sana, one of my favorite games of utotoni. Kwa hiyo kila mmoja nadhani alikuwa analipenda. Yeah, Vice City. Mmoja anapenda sana Vice City. Ilikuwa epic. My favorite childhood memory kuhusiana na games, nilisha kutumwa gaela, nitumwa naende sokoni. Nitumwa naende sokoni. Sasa baada ya hapo mimi nikajikuta sasa siwezi kununua vile vitu vyote ambavyo nimeambiwa nikanunue. Yeah, sure. Fulani na ibana ili niweze kwenda PlayStation, kipilicho PlayStation 2 nadhani, kucheza zile downhill ya game the bike na vitu kama hivyo. Nataka kuniambie your favorite childhood memory kuhusiana kwenye hizi video games ya. My favorite. Sana kumbuka kuna siku nilichapwa. Nakumbuka niliambiwa inakuwa na tradition kwamba ikifika jioni bidi mkachukue maziwa.
ikifika around saa 12 hivi nimchukue maziwa kwa ajili ya chai asubuhi, unaenda shule au chai jioni. Kwa sasa nikaenda, sema sasa kuna kibanda kimoja kwa karibu na nyumbani wachezesha PS nini. Kafika pale nikasema ngoja nivute mechi kadhaa then nitaenda. Kwa nimeka zangu dumu pale, naingia pale nimecheza mechi ya kwanza ya pili. Unakuta sasa ile unacheza loser sasa ile. Kwa sababu unakuta nimenoga kinoma, unacheza na wadau. Huyu hawezi kunifunga mara na ukifunga unatamani ulipe unabahatisha huyo. Nishapotea. Yaani sasa ile unakuta nimekaa hivi naangalia kwa fupi pale ndani taa zilikuwa nyingi, kwa hata hujui kama giza limeenda. Yale nakuja kugeuka tu nyuma hivi naona giza ta. Yaani niliacha pale kimbia ufika nyumbani mzee. It was a whole other story. Nataka tuongelee reality sasa, reality ya video games kwa ujumla. Wazazi wengi wanaamini kwamba mtoto akiwa anacheza hizi games anapotea, anakuwa hana focus na masomo na nini. Ni kweli kwamba mtu akiwa anapenda sana games anakuwa focus na masomo, sio na vitu vingine kama hivyo anafeli? Labda video games ni vitu ambavyo vinapotosha sana. Hapana, not really. Yani hata kama wewe ni mzazi sasa hivi unasikiliza, like it's sio kweli, it's not the truth. Maana it depends pia na wewe una regulate vipi ile playtime ya mtoto wako. Maana mfano hata kama hizi sijui kama ni consoles or things, na namna wewe kuregulate kwamba unaweza kucheza kwa muda gani. Umeona? Kwa hiyo as a parent kuna mizile ambazo una regulate, ila sio kitu ambacho kama unaona mtoto wako ana interest nacho umprohibit, umwambie mkataze, hapana utaki kucheza games, inabidi focus kwenye masomo nini huko. No, it's a way ambapo pia yeye anakuwa anaweza ku find a way ya ku what can I say, yani hata ku improve yeye mwenyewe personally, mentally pia inasaidia sana. Cognitive reflexes zile anazopata, working with other people kwenye games kama hivi team games, online games mnacheza, making friends pia online. Sasa maana ukuta muda mwingine unakuta unambana huku, at the end of the day sasa anakuwa yeye all they know ni kwamba ni kusoma tu. It's not really the case. Anaweza akatafuta hata njia nyingine sasa. Ndio hivyo kuiba, ufanyaje. Exactly, kuiba. Yeye anajiinvolve kwenye other activities ambazo ni meaningless kwa kweli, au zinakuwa harmful kwake mwenyewe. Na pia mwenyewe unaweza at the end of the day pia ni kitu ambacho inabidi wa consider kwamba the future of gaming pia inakuwa ni kubwa sana sasa hivi. Yani people are making money. Umeona Tanzania bado of course wewe you can make money kama unacheza games kama FC26 hivi, unaenda kwenye hizi tournaments hapa na pale. Umeona? Kwa hiyo kuna watu pia ambao wanapush sana. Kuna these guys wanaitwa Uptown Esports, kama ushawasikia. Shout out to them hata kama wanasikiliza, like shout out to them. Yani wanafanya a really big thing kupush issue ya esports kwa huku kwetu Tanzania. So inaanza kukua na ukule mbele imeshakuwa a really big thing, yani watu wana make money. Kuna kama huyu Anders, one of the best players here. Kuna Veggie Gangs, Lucas 99, Texi. Ana make a lot of money. Yani kama Anders ndo recently kwenye hii ni tournament ya I think ni FC Pro ali surpass $1 million in prize earnings kwa video games. Yani kwa games. Yani ukiangalia ame shingapi mpaka amefika amesurpass ile 1 million mark, which is a lot of money bro. Yani kupitia games tu. So yani kitu ambacho it has a really big future. Ni namna tu una regulate vipi kwamba kuna playtime yako ni labda masaa 2 au 3 kwa siku hivyo. It's not a bad thing. Hivi shetokeaga story ya mtu anakuja shop pale, anakuja na PC yake, anamwambia nataka game fulani. Kila unavojaribu kumwambia bwana kutokana na specification za labda PC yako ili game haiwezekani, lakini jamaa akawa anabisha yani kidogo hata utoke ugomvi. Situation unashakutana nayo. It happens. Ila of course so kwamba inafika ina escalate hadi kwenye ugomvi ila ni kwamba kuna ile sense ya disappointment sana. Yani ongelea ni mtu anakuja, mtu anatoka kule ananunua labda PC fulani, anajua hapa mimi game lolote linacheza hapa, naenda kuweka FC, naenda kuweka nini. Kwa anafika pale ofisini anapiga labda simu, hey Mr PC, ofisi zipo wapi, makumbusho, hey games fulani zipo mkuu. Sasa anakuja na PC yangu tuangalie hapo kuna games nazitaka. Nafika pale so unaangalia pale anakuambia unamwambia sasa kwa PC yako
specifications ambazo zipo na games ambazo unazihitaji wewe hapo they don't match. Kwa sababu unampa options, labda yeye kuna hizi hapa, ila saa mwingine ni kwamba yule anakuambia inawezekani kabisa, nimenunua PC, najua kwamba inacheza game lolote. Kwa hiyo I think it happens, yani wewe inatokea sana, ila ni kwamba ile wanakuwa wanavunjika moyo sana. Yeah, unasema kwenye kila watu watatu au wanne kwenye simu yao lazima ukute kuna magame. Kuna magame kama matatu, nilikutana nao mjadala Instagram. Lazima mtu awe na DLS, awe na eFootball au Call of Duty. Wanakwambia majamaa kwanza wanaga mahusiano. Yani muda wote wanacheza game online muda wote, na wanaga hata mahusiano hawa. Sasa nataka tuongelee money wise. Ni kama tasnia yetu sisi Tanzania tumechukulia game ni kama kitu fulani ambacho ni simple sana, ni simple. Lakini kwa wenzetu huko wanapiga sana hela kupitia tu hizi video games ambazo sisi huku tunazichukulia kawaida. Nataka kujua hivyo, unadhani shida iko wapi kwa upande wetu sisi Tanzania? Ni shida nini kwamba watu hawaoni kwamba gaming ni fursa, watu hawaoni kama watu wanaweza kujiajiri kupitia games, mtu anaweza kutumia uwezo wake? Kwa sababu mimi na marafiki wengi sana. Kuna game moja inaitwa Free Fire. Mimi mwanangu alikuwa anacheza sana ile game online mpaka akaanza ku make friends nje kabisa ya Tanzania. Watu wa Nigeria wapi? Tunabadilishana contacts pale na nini, wanachati, then night wanaingia tena kwenye zone wanacheza na nini. Sure. Then ukiangalia sasa anatumia tu labda bando lake na nini, lakini hakuna kitu anapata zaidi entertainment. Unadhani sisi Bongo tunakuwa mapi kwenye upande huu wa kupiga pesa kwenye video games? Yani it all comes down kwenye systems. Yani mfano mzuri ambao yani tunaweza kuongelea kwenye game mfano kama la FC26. Yani hapo ndo naweza kuongelea, maana ndo game ambalo mimi I play often pia na experience nalo zaidi. Sijajua kwenye upande wa ku make money kwenye other forms hizi, sio labda kama hizi mobile games au Call of Duty games, labda wengine au viewers wanaweza kachangia, but kwenye mfano upande wa FC26 unaweza ku earn money labda kwenye hizi tournaments hizi ambazo zinakuwa hosted hapa locally tu kwetu. Ikija sasa kwenye upande wa hizi international tournaments, of course systems zenyewe za nchi, mfano kama kuna hii tournament ambayo FC wao wameintroduce inaitwa Pro Open Ladder. Kwa kwenye hiyo Pro Open Ladder ni kwamba unakuwa wewe unaweza pia ukapata chance ya kushiriki kwenye ile the big stage, yani hadi kufika kwenye ile Pro Open Championships. Ila sana kwamba kuna stage, kwa kuna nchi kwenye continents hizi kuna nchi ambazo zimekuwa selected kwamba wanaweza ka participants wakatoka huko ndani. Ila sasa kwa Tanzania hiyo inakuwa ni ngumu, yani hatuna zile systems kwamba we are recognized by esports kwamba mtu anaweza ka participant anaweza katoka hapa. Kenya wao they are allowed, wao wanaweza kucompete. Kwa hiyo pale unaweza ukacompete kwenye hizo tournaments za UFC Pro Open Ladder ukaqualify. Ila sasa kwenda kwenye the next stage, kwa sababu wewe as a Tanzanian inabidi sasa labda useme kwamba upo ni resident wa Kenya, ambapo uko pia inabidi utoe identification wa verify kwamba kweli wewe are resident wa huko, ili uweze kuqualify sasa hapo. Kwa unaona the systems na kwa different. Yani kama Kenya, yani wao they are very very advanced kwenye hizo. Yani wao ni rahisi sana kushiriki na kuparticipate kwenye hizi global na international tournaments kwenye upande mfano wa FC. Kwa people are making money, yani ni kwamba tu sisi kama Tanzania mfano kwenye upande kama huo we're still not identified or recognized kama sisi tunakuwa participant hivyo. But sio kwamba ndo limit exactly, ni kwamba sports zitakuwa wanaendelea kuongeza depending sana wao labda wana requirements fulani, wanaangalia kwamba nchi fulani ndo inaweza ikatoa participants hivi. Hata kwenye akaunti ya TFF nadhani niliona wanaendesha ile eFootball tournaments. Yeah. Sasa sijajua ile wale watu wanatoa gapi, kwa sababu hatuoni zile chaka kwamba kuna tournament hii na hii na hii, fulani alishinda semi-final, final, fulani anaenda kuliwakilisha taifa. Wale watu wanawatoa wapi? I think mostly ambao unakuta wana participate online. Kucheza online pia ni one of the best way ya wewe kuwa recognized. Unajua hata watu wengi ni kwamba wanakuwa wanacheza sana games hivi kama FC, ila sasa hawachezi online. Unajua kucheza online kule it's a really good way ya wewe kupata more experience, umeona? Yani kuclimb kwenye leaderboards pale, umeona? Kwa sababu kuna tournaments kama hizo division rivalry competitions au mods ambazo unakuwa unaweza kucheza online na watu wengine.
kuna kama hizo Rivals, unaweza kucheza hizi Foot Champs, nini hizi, what do they call them, what do they call it, wanakuwa na hizi leagues hizi ambazo zinakuwa live events wanaziita, yes, live events ambazo wanakuwa natoa mara kwa mara. Ucheza kule, it's easy for wewe kuwa more experienced na kucheza na watu wengine ambao sio hata hapa Tanzania, watu wote South Africa, Kenya, huko popote. Kwa watu wengi sana inabidi waanze kucheza online. Yani it really helps. Kucheza tu huku kawaida locally kwenye vibanda nini, of course unakuwa mzuri, you know, lakini kucheza online unapata level of exposure ambao ni kubwa sana. Kwa hata watu ambao unaona ambao unakuta kwenye tournaments hata hapa locally ambao unakuta kwa hosted kama Uptown Esports and stuff, wale unakuta ambao wengi wako kule wanacheza sana online. Tutakwambia Rivals, mimi niko elite level, mimi nipo division 1, umeona. Sasa unakuta ukiingia kucheza nao kule, yani utaona ni kama experience mbili tofauti, yani levels they are very different. Kwa hiyo it really helps yani watu kupush your agenda kwamba watu they need to start playing online. Kule wanaangalia kwamba okay, kuna rankings, hawa ndo wanaongoza, hawa basi ndo tunaweza tukawaita waka represent labda the country. Sema mwisho siku tunarudi pale pale kwenye system. Ukiangalia sisi kwa mfano kama Kibongo hatuna ile stable network kwamba mtu anaweza akacheza online, na sio kila mtu anaweza aka-afford kuwa na PlayStation 5. Kwa mwisho siku sisi the only way ni kwenda tu kwenye vibanda. Lakini sasa wangetutengenezea mfumo mzuri, tupate tournaments za underground hizi, labda bingwa wa wilaya fulani wanakutana na compete kwenye ngazi ya mkoa, then ngazi ya taifa. Mimi naamini tungeweza kupeleka watu nje. Yeah, wanakuja na ndo kama hivyo, yani people kama au majamaa wa Uptown now, it's something ambondo nahisi hopefully they watakuwa the biggest people ambao wanaweza kupush your agenda. Maana so far ni wameleta tournaments nyingi sana so far, yani wamesaidia sana ku raise awareness kwenye hicho kitu. Kwa hiyo yani hapo lazima tuwape maua yao. Kwa hiyo yani eventually I believe itakuwa ni something ambacho ni kitu kikubwa sana kwenye ku raise awareness. Maana gamers tupo wengi sana yani. Yani gamers ni wengi sana. Yani a lot of people. Yani mimi I interact with them yani wengi sana. Na mimi mwanzoni pia sikudhani kwamba yani watu wanacheza games yani to that extent, ila watu wanacheza games sana. Utana mtu unamtajia game hili hapo umecheza, akwambia shacheza. Unamtajia game kama 30 hivi, shacheza. Umeona, kwa gamers ni wengi sana. Kwamba tu ile community na means ya kuwasaidia ku find labda ways to make money out of hicho wanachokipenda. Sema sisi wengi tunapenda sana game la mpira, nadhani FC26. Yeah. Wengi competitive games. Nadhani ni sababu ya sisi kutofika mbali, kwa sababu kuna opportunity nyingine za games za missions kama Call of Duty. Yani mostly ni kwenye ngelea labda hizi ile competitive nature hizi games. Mfano kama FC ni kwamba ni very competitive. Yani unakaa ile unasema mimi huyu hawezi kunipiga, mimi sikubali. Ukiingia Call of Duty pia it's also competitive, umeona. Kija sasa huko of course pia na huko ndo opportunity ambapo zipo. Yani huko ndo of course you can make money huko. Maana sasa of course utasema ucheze hizi story games, hizi games adventure and all that, but ni zile tu ambazo unacheza kupata a good experience. Lakini zipo competitions za PvP, watu wanacheza hizi mission games. Inakuwa kama battle kabisa. Sema ndo vile sasa they are not as nisemeje, yani exposure kwenye that segment inakuwa bado sio kubwa sana hiyo compared to hizi zingine. Maana hizi yani tokea muda, yani ukiingelea FC, yani hata mfano kisema labda uende sehemu unakuwa na washikaji nini, kuto wanacheza game, yani the most common game utakuta wanacheza ni FC. Uwezo ukasema tu umeenda umekuta hapa sijui wako wanacheza game, tuseme mfano UFC 5 ile ya ngumi ile ni ngumu, umeona. Sijui wanashindana magari, watu watakushangaa sema hapana, unaikaje hivyo, weka mpira, umeona. Unajua nani ile competitive nature tu ile ndio na force watu wanakuwa wanacheza sana hizo. Hivyo ukiangalia kibongo the way gaming inakuwa, maana ukipita baadhi kila yani karibia hata maskani 2-3 lazima ukute kuna watu wametulia chini wanacheza game, hata kama wana uwezo wa kuafford PlayStation 5 unakuta mtu anacheza sasa eFootball bwana.
ni game ambalo limekuja kwa ukubwa sana, yani ukubwa sana Tanzania, kwa sababu asilimia kubwa ya vijana unakuta kila mmoja na lile game. Nitumie kodi watu wanacheza sana. Lile game kwa nini watu wasilipe exposure lile vijana tukapata ajira kupitia video games, kwani kuna shida gani? Kwa sababu kwa sisi vijana tuna uwezo wa kuafford simu, mtu anaweza kuafford simu, kwa hiyo tunaweza kucompete kupitia hivyo. Kwa nini usitutengenezee system ambayo itafanya sisi tuweze kupush hii game tufike mbali, kwa sababu issue ya serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Kwa mwisho siku watu wanatafuta means za kujiajiri. Na hakuna raha zaidi kama unafanya kitu kwa kukipenda mwenyewe, kinakupa raha na pia kinakupatia pesa. Unadhani tasnia ya video games na kuingiza mkwanja kibongo bongo hivi, unadhani bado tuko mbali sana au kuna stage fulani tunakaribia kufika? I think of course yani bado we have a long way to go of course. Yani bado I think pia yani the systems ambazo zinakuwepo, yani kama tulivyoongelea hapo mwanzoni, yani bado zinakuwa zinatu limit in some ways. Yani the best ways ambazo unakuta una earn hivyo ni ile locally tu. Yani hapo. Maana pia mimi mwenyewe upande mfano kwa kucheza kwenye games kwenye simu, mimi sichezagi kwenye sim games. Hawezi kabisa. Yani siwezi. Sijui kwa nini. Yani ni of course naonaga watu wengine wengi sana wanacheza, a lot of people. Yani ila tu ni kwamba so kwamba ni mbaya like I'm against it, no. Ni kwamba to me personally sijawahi kusema ni I like enjoy the experience kwenye upande wa simu, ila wako wengine ambao yani football nini kama hivyo tuma kodi siji nini. Na hisi pia ni mazoea. I think mostly mazoea. Mimi nishazoea kwenye upande wa console, PC. So yeah. Ukiachana mazoea, limited budget. So kwa mfano sisi kipindi hicho tunasoma chuo, ukiwa campus pale, the only way ya wewe kuweza kupata marafiki na nini ni ukiwa na game la mpira, football. Okay. Very easy. Very easy. Unaweza tu mkakaa pale ukuta mshikaji anacheza, ukimaliza hiyo game tuma kodi game ndo pale inakuwa tayari. Lakini pia hata mission games tunacheza. Tunacheza hizi. Wewe sana unacheza hii football hiyo kwenye sana na wanangu wengi sana na magroup mengi sana hii football. Okay. Mengi sana hii football pale. Sema sasa pia game linahitaji pia uwe na hela, mwisho wa siku tunarudi tena kule tunashindwa kufika mbali kwa sababu hiyo. Kama hii football lazima kuna vitu vinaitwa coin. Okay. Zile coin ukiwa nazo ndio unaweza ukapurchase kumnunua mchezaji. Zinakuja kwa package. Kwa mfano sasa kuna package yupo Ronaldinho, yupo Steven Gerrard, unanunua coin ziko ni kama 900 una spin. Sio kwamba unaweza kaenda ukamchagua mchezaji direct. Kwa ni kitu cha ni kama bahati fulani. Kwa unaweza kuwa na coin 900 ukaenda pale ukaspin then ukapata wachezaji mtu ana 73, 71 hivyo. Sasa kwa wenzetu wa mbele wanafika mbali sana nadhani kwa sababu pia ya kipato. Kwa sababu kuna option ya kufanya purchase. Unanunua kwa kutumia pesa za kawaida, unanunua coin. So unakuta mtu ana coin 5000. Wachezaji wako 100. Kwa unakuta na spin mwisho siku anapata watu wote, anapata watu wote. Kikosi unakuta kina 3400, 3200. Na skill gap inakuwa ni kubwa. Yaani mfano unakuta sawa mimi najua of course kucheza. Naweza kutumia wewe hapo ndio ile umeingia umenunua kikosi hivyo. Yaani skill gap ni kubwa kwamba wale wachezaji ambao ni wakali sana, yaani kwamba ukikompete na huyo mtu hata kama hana as much experience na wewe hapo bado anaweza ni rahisi kukufunga. Hapana, lakini kwako itakuwa ugumu sana. Kwa mfano nikupe tu mfano mzuri. Ilitokaga pack ya Oliver Kahn. Alikuwa na collective strength ya 105. Okay. Sasa 105 mzee, wewe unaweza ukapiga beat skala yako jamaa na save. Unakuta hata mtu hana ile experience kubwa ya kucheza, lakini ana uwezo. Kwa ana purchase tu coin, ukiangalia cost ni kikubwa sana, lakini competitive level yani hayuko sawa kabisa na wewe. Kwa mwisho siku sana kununua like hizo coins. Very simple. Very simple. Nanunua ni rahisi sana kwa kutumia mitandao ya simu hii. Haina haja ya visa sijui nini. Very simple. Si Mastercard wala. Kwa wale wote wenye hela sasa tutakishua ndio wanafaidi sana hivyo. Yaani wanafaidi sana hivyo. Kama shingapi hivi unaweza ukaspend au umespend kama shingapi hivi? Mimi package kubwa nadhani ilikuwa ni 64,000 nadhani kununua coin. 64,000. Nitumiaga shilingi 64,000. Ilikuwa worth it? Was it worth it? Of course nilikuwa nataka kupata watu wengi lakini nikafanikiwa kumpata Cannavaro, center back alikuwa na 106, nikampata Gabriel Batistuta alikuwa na 104. Okay. Nikampata Lionel Messi, ni wachache sana wanaye huyu Messi ana 105. Alafu ana kitu fulani cha kipekee kinaitwa Player of the World. Ni kadi ambayo ilitoka 2022 ya World Cup. Kwa ni bonge moja la mchezaji ule akabiki, unaambiwa kwa kwamba ni very rare hiyo kadi. Very rare kuipata. Mimi tangu nianze kucheza game mpaka sasa hivi nimekutana na watu wawili tu ambao na mchezaji